Yes, Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimia wote kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamini kwamba mko wazima. My name is Evangelist Douglas Otiso na nimeokoka na mpenda Yesu. Nashukuru kwa sababu ya gharama na umbali ambao amenileta na kunilipia neema hiyo. Tumeamka wazima na tunashukuru Mungu kwa yote. Nimekuja live kwa dakika 2-3 ili niweze kuongelesha mafansi wangu, marafiki zangu na watu wetu about story ambayo mnaona iko kwa mtandao, iko kila mahali, kuhusu kijana wetu anaitwa Evangelist Isaac Nyaribo. Kijana huyu wetu ni kijana tumekuwa na yeye kwa miaka, na vile ambavyo amekuwa ni kijana pia anajituma kwa shughuli za kawaida, na kwa sababu hiyo tunashukuru. Lakini kwa bahati mbaya kuna watu wengi wanaongea labda wajui story vizuri vile iko, na kuna watu wengine wanaongea bantu bali bakwa ne binte binge, bande bakwa na mangana mange, bande barama, wengine wanakecheli, wengine wanafanya hivyo. Lakini sasa tufanye nini? Maana kila mtu wako na haki. Unaweza ongea vile unataka, unaweza zungumza vile unataka, and Kenya tuko na uhuru wa kuongea, and kwa sababu tuko na uhuru ya kuongea, you can say anything you want. Lakini ningependa kuweka kilia kwamba story ya Isaac Nyaribo ni kweli. Yuko ndani na miezi miwili, nafikiri naelekea miezi miwili, alihukumiwa miaka 20. Lakini nafikiri kila mtu anataka kujua hii story ikwaje. Sasa na mimi ningependa kuiweka hiyo story vizuri, na ili muweze kuielewa. Unapoisikia unaichurch kivyako, ama unaelewa ili uelewe kabla uongee. Ama tena pia kwa kuongea kuna pia msaada pia unaweza tokelezea hapo, kwa sababu hakuna mtu mwenye anaelewa vizuri kuhusu hii maneno ya koti ya manini. Sasa ilikuwa mwaka wa 2019, 2019. Isaac bado alikuwa mdogo kiasi, na Isaac hakuwa ameoa. Kwa wale wenye wanajua, Isaac ameoa, ana mke na ana mtoto. Mke wake yuko na mtoto yuko. Lakini 2019 Isaac hakuwa ameoa, pia alikuwa kijana pia mdogo kiasi. So tumeenda mission Nairobi. Kumbe pale tulipoenda Nairobi tulikuwa na kina Fane, tulikuwa na kina Sami Baraka in 2019. Kumbe akiwa pale Nairobi, Isaac ameona msichana. Sijui vile waliongeleshana, I don't know, lakini wakawa wana wao. So sisi tukamaliza crusade kutoka Nairobi tukakuja. I was not aware kwamba Isaac ana mpango ama unajua kuna kitu yenye mnafaa kujua, ni kama church. Wakati watu wanaenda kanisani, pastor ako na washirika wengi. Na hao pastors hawezi kuwa anajua kila mshirika amelala aje, ama ameongea na nani, amekula na nani, ama amefanya nini. So Isaac is one of watoto wangu. Vile mnajua nina watoto wengi wa kiroho. So ni vigumu sana ujue kila mtu huyu anafanya nini, lakini 80% ninajua what they are doing kulingana na maisha, kujisuguma kimaisha. Ninajua kwamba wanafanya vitu ambazo ni za kujisuguma, vitu kama like biashara, vitu kama kusoma, maana kuna wengine wanasoma. Lakini Isaac alimalizaga shule wakati huo, kipindi nafikiri alikuwa amemalizia shule, hajakaa sana.
So Isaac akapata msichana kule Nairobi, wakaongea na yeye, sijui kwa kujuana, maana hiyo story ni Isaac anakuja kuniambia. Tukakuja Kisii. Tulipokuja Kisii, tukapanga tuende Meru, because tulikuwa tufika Kisii hivi na tuende straight tuende Meru. Kwa bahati mbaya, Isaac kumbe wakati ule akiwa Nairobi ameona msichana, wamebadilishana namba. Ule msichana amesema anakuja kumsalimia. Tukiwa tumefika Kisii, maana tulitoka Nairobi Monday, tukiwa Kisii kwenda Meru tulikuwa tuenda on a Wednesday. So hiyo wiki hiyo yenye tumetoka Nairobi sasa ndio tuenda Wednesday. No, tulikaa hiyo wiki. So the following week tulikuwa tuende Meru. So tulitoka Nairobi, hiyo wiki ishe, the following week tuenda on a Monday, on a Wednesday tuende Meru. Sasa hiyo wiki hiyo yenye tumerudi Kisii ya Monday, kumbe vile walibadilishana na ule msichana namba, msichana akasema anakuja kumuona. Ni kama kuna vile waliongea kwa urafiki, unajua watu wakibadilishana namba kuna vile waliongea. So msichana akawa ametravel kutoka Nairobi akuje kumsalimia Isaac, wajuane zaidi. Kulingana na Isaac, Isaac anasema waliongea na msichana akasema wajuane, wakajuana na wakaamua wakuja kumiti sasa wajuane zaidi, maana siku ile waliongea juu wakabadilishana namba. Kulingana na Isaac, okay, msichana yenyewe ungemuona, maana nilikuja kumuona police. Msichana huyu yenyewe huwezi fikiria ni mtoto wa shule. Nowadays mnajua kuna mtoto unaweza ona wa grade maybe 9 ama form 2 ama form 3. Huyo mtoto anaweza akose kukua anonyoro mwana otagi ngereti tu kio ominete buyaiga, anaweza akuambia yeye si wa shule, unaweza amini. Kwa wakati huo, kumbuka narudia tena, hii ni kesi ya 2019, si saa hii. So Isaac alipoongea na yule msichana akamwambia, mimi ni yatima, wazazi wangu walikufa, niko naishi kwa anti yangu ananitesa sana. So mimi nataka hata nitoka hapa Nairobi, maana anti yangu hapa Nairobi amenifanya like a maid. Unaona? So Isaac akawa amekuwa kama mwenye amehurumia huyo msichana. So anateseka na aendi shule, vitu kama hizo. So Isaac akakuja, huyo msichana akakuja kutoka Nairobi. Sasa kumbe huyo msichana alikuwa anasoma, wazazi wako, lakini ameambia Isaac wazazi walikufa, na ikawa alitumia huyo msichana fare, yani pesa za kununua ziju vitu fulani. Hizo pesa zenye alitumiwa ndiye alisifanya kuwa fare ya kuja Kisii. So wakamiti na Isaac, wakaongea wewe vile waliongea. Ni kama ule msichana akakaa Ogembo, maana wakati huo tulikuwa Isaac alikuwa anaishi huko Ogembo. Kaongea sijui akakaa siku moja, ya pili, ya tatu. Isaac akamwambia pana vile utafanya sasa, inabidi urudi tupanga hii maneno, kama ni kuoana tukuje kuoana. Unajua watu wote tina chaze wao wameongea kivyao, wakaelewana, msichana akawa ameenda. Kwa bahati mbaya kumbe ule msichana hakuenda. Msichana naye pia tena alikuwa ameona wameongea tena na kijana mwingine kwa mitandao. So ule msichana akafanya nini? Akadanganya Isaac kwamba ameenda, lakini hakuenda, akaenda kwa another boy. So tunakuja kujua story namna gani. Monday, Tuesday, wiki iliyofuata tukasafiri usiku. Tulitoka Tuesday usiku ili tuende kufika Meru asubuhi Wednesday. Tumefika, tumefanya mkutano Meru, crusade kubwa. Sasa tunarudi. Sasa nikawa nimepigiwa simu na private investigator I think ni wanafanyaga, kuna watu wanaelewa, wale private investigator wanakaa kama CID, is one of my friend.
lakini kwa bahati mbaya si kuchukua because I was driving, na alipiga simu kipindi labda tulikuwa katika ile nyarakati ya kushughulika kwa barabara, maybe si kuona hiyo simu. Kumbe hiyo simu ilikuwa ya kuniarati kwamba kuna kesi tuna investigate na tunaona inagusa kijana yako, so we never knew. So tukatoka Nairobi, tukatoka Meru, tukafika nyumbani. Tukafika nyumbani on a Monday. Isaka akafika kwa nyumba, akaenda kwa soko, afanya tu shopping kidogo, aingie kwake. Akiwa anafanya, ametoka na amefanya shopping kidogo, akipanda barabara kwenda kwake, akastukia Land Rover, mnaitaga Land Cruiser, imesimama. Bia yui, wanamuuliza, "Are you Isaka Nyaribo?" Akajibu akasema, "Yes, mimi ndio Isaka Nyaribo." Bas, you are under arrest. Isaka kustuka, ndio hiyo pengo. Akawekwa ndani ya gari. Akiwekwa ndani ya gari, anaulizwa, "Unajua huyu msichana?" Sasa amepata ule msichana yuko ndani ya gari. Namuuliza, "Do you know this guy?" Sema namjua. Na huyo msichana sasa ameshikwa na vijana wawili. Sasa huyu msichana alikamatwa kwa huyo kijana mwingine. So huyu msichana hakutolewa kwa Isaka, lakini alikamatwa na hao vijana wawili. Lakini sasa Isaka akawa ule first contact, ule first, wanasemaje, yule mtu wa kwanza mwenye waliongea naye wa kwanza ili atoke Nairobi akuje. So ikawa mtu wa kwanza waliongea naye wa kwanza alikuwa Isaka Nyaribo. Lakini mahali penye msichana amepatikana ni kwa huyo kijana, na wameshikwa vijana wawili. So mimi tunateremka na mimi kwenda kwa soko, mtu tunakutana na ndugu mwingine wa motorbike. Ananiuliza, "Otisombu yole?" Namwambia embe yange. Omo mroyo hotengera ngiakora abekire Land Rover. Nikastuka. Kijana mwenye anandanzia kwa Land Rover, nikachomoka mbio, nikarudi kwenda huko because sikuwa na gari, ikabidi nichukue bike niende kwenda hapo niulize. Asubuhi leo ndio tumefika kutoka Meru. Kenye kinafanya huyu kijana nakamatwa ni nini? So nikaenda. Kufika nikapata Isaka ako ndani ya Land Cruiser na msichana kando na vijana wawili. Na hao vijana pamoja na Isaka wamewekwa pengo. Nikauliza Isaka, "Ya ninki, ni nini mbaya?" Isaka ananiambia, akacheka akaniambia, "Hapana na bwaturu story juu ya huyu msichana." Nikamuuliza, huyu msichana ni nani? Kaniambia, "Ni story ndefu, tulijuana Nairobi." Anafanya nini hapa na unakamatwa kwa nini? Ati alikuja kanisalimia, so nimekamatwa, wanasema ati ni mtoto wa shule. Hiyo kitu ikanistua. Askari walikuwa wamanga. Baba ya msichana alikuwa hapo anapiga kelele, nikamwambia, "Mzee, tulia tu tuongee." Mzee huyo akakuja kando tuongee. Kamuuliza, "Unaenda aje?" Ati, "Huyu ni mtoto wangu. Kijana yako huyu amechukua mtoto wangu akamtoa kwa shule. Sasa amemuoa kama bibi." Unaona story ya msasi vile anaweza kuwa kuna hasira, anaongea na uchungu. So kama mhubiri number 1, ningetuuliza mzee. Nikamwambia, "Mzee, watoto hawa, hata mimi nina watoto. Kama mimi sasa msichana wangu ni mkubwa, hata mimi nina watoto. Kunaweza kuwa kuna shida kama hiyo na ziko, wacha tuongee kama wazazi, tuone vile tunafanya." Mzee huyo akawa mkali sana. Isaka wakatolewa hapo, akapelekwa mpaka Manga Police Station kule Nyamira County. Tukatoka hapo mimi na wazazi wake tukafuata mpaka kule police station. Tulipofika kwa police station Nyamira, si Nyamira, Manga, lakini Manga iko the side of Nyamira because msichana ni wa kutoka Nyamira County na Isaka anatoka Kisii County. So kufika pale, kesi ikawa imegeuzwa. Wale vijana wenye walikuwa wameweka pengu, wenye msichana alipatikana na wao, wametoa pesa. Wale wasichana, vijana wameenda na wauliza, "Basi kama mmeachilia hawa, simuachilie na huyu, kwa sababu hao wenye mmeachilia ndio walikuwa na msichana." Wale wakasema, "Mwezi tufundisha vile tunafanya kazi. Tuko na evidence vile huyu alimuita, vile waliongea na kuwa kweli." Isaka akawa first contactor kwa sababu kuna messages
na kuna vile walikuwa wameongea. So vile msichana ako njiani anakuja, vile wana communicate, wale maaskari walikuwa without evidence kwamba huyu ndiye amemwalika na huyu. Sasa Isaka ikindike mobera, yani akawa kama sasa yeye ndiye amebeba ule mzigo. Munisikize tu vizuri, do not charge, usitusi. Vile nimeona wengine wanatusi, wanaongea, wanalaani. Nimeona wengine wa TikTok wanatusi, wanalaani, wanaongea mengi. Lakini wewe mwenye unaongea tu, nasema Mungu akusamee, nami nakusamea, na wale wengine hata wazazi wanakusamea. Hiki kitu kinaweza tokea mtu yeyote, kinaweza tokea mtoto wako, kinaweza tokea ndugu yako. We all sinners. Tunaomba Mungu atusamee na atusaidie. So ukiongea, ongea tu kwa moyo labda wa kusaidia ama wa kuelimisha. Usiongee kama wewe si msasi, na usiongee kama una ndugu na dada. Ongea tu kama mtu mwenye unaelewa tuko duniani na mambo ni mengi duniani, wapendwa. So kesi ni tuwe from 2019. Tukaanza kushughulika Lende na Kitokora. Wale wasasi wa msichana, mzee akatulia. Mzee alipotulia akasema waongee na baba ya Isaka. Baba ya Isaka si mtu mchezo, na yeye najua ni mzee pia, ana mambo yake ya vile amekuwa. So Isaka akasema baba yake akasema ina shida, hii mambo tunashughulikia. Wakaongea, tukatokuwa na numugako huyo. Ule mzee akamwambia kama unataka tuongee nipe pesa. Wakaongea pesa. Huyu mzee baba ya Isaka akaenda akauza shamba. Akachukua pesa akapea huyu mzazi mwenzake ili watupe kesi. Mnaelewa watu wa Mungu? Mzee wa baba ya Isaka naye unaonekana si mtu amesoma vile. I'm sorry to say that. Unaweza danganywa. Mugusia tebetenga mungainu talimonto monene. Mungainu talimonene. Unaweza danganywa hata kama umesoma. Ni watu wangapi hapa wamesoma lakini unaibiwa rahisi? Ni watu wangapi hapa uko unaona unaelewa lakini unaibiwa tu rahisi hivyo, kama unadanganywa tu kama mtoto. So yule kijana Isaac, baba yake akalipa yule msasi pesa. Sasa ujinga ilitokea hapa. Huyu baba ya Isaac hakujua kwamba case ya defilement inamaanisha ulikuwa na mtoto mdogo wa shule. So hiyo inaitwa defilement, ukiwa na minor. Sasa akamwambia hii kesi vile nitafanya mimi tumemalizana, lakini nikienda police station niende kukataa eti kwamba sasa hiyo maneno hakuna, waacha huyo kijana, nitakamatwa. Huyo sasa ni mzazi anaambia baba ya Isaac. Sasa vile tutafanya tigantike kwenda koti, ndike kwenda ndike kwa bomo mustaki, uyibona bako bago muraramishi okobora, muraramishi akikosa, hiyo kesi itatupwa. Unaona ujinga? Kumbe kesi ya environment, mtu complainant awe asiwepo, ile kitu yenye unandamwa nayo ni kesi inaitwa, yani ni state ndio sasa inafanya kesi na wewe. State nere uko Gambia. Munielewa vizuri. State ndio nere uko Gambia. So watu wa Mungu, Isaka hakujua na baba yake hakujua. So siku ile baba yake alituambia ntigera mangana hii ni kidogo, hii nitamaliza, na wakaongea na wazazi wake. So muna anjenga tulia, nikaendelea na shughuli zangu, watu wakaendelea shughuli zao. Wakaongea kweli, Isaka akatoka ndani. Lakini kesi ikiendelea. So kwa ujinga ile kesi ili Isaka atoke ndani, ango yake alienda akatoa title deed ikawekwa ndani ili Isaka atoke, kesi waendelee. Na hapa wameambisana kwamba hii kesi vile inaendelea ati msasi wa mtoto asienda kotini, aenda kuwa muraramisi. Kwa hivyo kama hakuna muraramisi, kesi itawachwa. Lakini kumbe kwa hivyo sasa kesi kaendelea. Bahati mbaya yule mzee kalasimishwa akakuja kotini. Mzee akatoa testimony yake. Msichana akaletwa kotini. Msichana yeye akasimama kideta akasema kwa kweli Isaac
alikuwa rafiki yangu, lakini nilimudanganya. Statement ya msichana na ya kijana ikashikana. Akasema mimi nilimudanganya kwamba sisomi, na nilimwambia wazazi wangu walikufa. Vile Isaka amewambia ni kweli. So yule msichana akawa ameongea statement yenye na favor Isaac. So watu wakarudi hapa wakasema hiyo sasa ekine kibona kingo tukutukere. Si kesi hiyo ikasukumwa. Isaac akakuja akafika mahali akakuwa reluctant. Wakati ile kesi anahitajika aenda koti, aendi. Hata si kuwa reluctant, kuna vile alidanganywa, na at the same time kuna kipindi yenye Isaac alikaa mgonjwa. So wakati ile kwenda koti, hakuenda, akaruka hakuenda. Kumbuka na kwa wale wanaingia saa hii naendelea kuwakumbusha. Kumbuka si kesi ya saa hii, ni kesi ya 2019. Kwa hivyo tunaongelea sasa, tumetoka 2019 tumeingia 2020. Hiyo kesi kaenda baadaye ikawa kama imenyamaza karibu mwaka mzima. Kumbe Isaka ngo bali summoned, lakini tanya kubugati yako leki aike. So Isaka ikawa yule anko yake anataka kuusha samba, anataka title deed yake. So si lazima aende kuomba title deed. Akaambiwa sasa tulete mfungwa ili tukupea title deed. Jamaa akasema mimi najua mfungwa wako wapi. So Isaka akitulia kwao, akakuja tena akakamatwa immediately Nairobi, yani na Nyamira. Alipofika Nyamira akanyanganywa na kimokoroka bond. Aliponyanganywa bond akarushwa ndani. Aliporushwa ndani, magistrate akasema hujaifika koti, bura prison. Isaka akagongwa prison. Alipoenda prison, baba yake ananipigia. Nastuka, Isaka tena amekamatwa kwa nini? Ile kesi kuisha. Maana Isaka kuna wakati nilimuuliza akaniambia ile iliisha, ile yani ile ndio tukete kesini niga file ile tu, yani alikuwa naona ni kama ni kitu simbo. So sasa wakati nasikia amekamatwa ikanistua, nikafuata, nikaenda mpaka huko, nikaenda prison. Kamuuliza ya kulienda aje tena, akaniambia hapana, yango yane aje teka taweta itodidi aitagete obulikano ne yango yao, si uliniambia ile kesi inaisha namna gani tena? Akatolewa prison, akarudishwa tena Nyamira court. Nikaenda Nyamira court nikiwa mimi, nikiwa na mke wake. Sasa Isaka ameoa. Hiyo sasa ni last year. Isaka sasa ameoa. Hapo saa hiyo Isaka ako na sijui alikuwa amepata mtoto kweli. Nafikiri alikuwa amepata mtoto, if I'm not wrong. So tukaenda tena Nyamira. Kukwaje? Amenyanganywa ile bond. Huyu jamaa alikataa koti, sasa hakuna maneno ya bond, ikawa ngumu. Baba yake tena akarudi nyumbani. Kosi pesa silitachika mingi sana. Baba yake tena akauza shamba. Kakuja na pesa. Na sijui ni shetani gani mzee akiuza shamba akiwa na pesa. Okay, Isaka si kwamba walikuwa na shamba kubwa, ni ile yani msasi anasikia afadhali auze kila kitu lakini asaidie mtoto wake. So sijui pesa ikiuzwa hapo, communication ya watu wengine na katika sasa mzee anasimama mwenyewe. Wakaanza kufanya wenyewe kama kifamilia. So haikuwa na shida wale wenye tulikuwa. Mimi nilikuwa hapo. Nikaenda kuongea na ango yake, huyo akubali title deed kaekae kidogo, tutafute ingine tumweke, because tulikuwa na ingine. Yango yake akakataa. So tukatafuta, vile tutafuta, semeji wake wa Isaac akatoa payslip. Ile pesa yenye baba yake aliuza shamba sikatumika, mnaelewa. Unajua hapa tuko kwa mtandao na sitaki kuongea lugha yenye si mzuri hata kwa maneno ya koti ama maneno mengine, lakini nasema mnaelewa vile pesa zinatumika kuhusiana na maneno ya case. Unajua vile pesa zinatumika. So kwa sababu hiyo vile pesa zinatumika, sitaweza kuongea in details, lakini mnaelewa pesa zikatumika hapo. Baadaye tukakubaliwa, Isaka tena akakubaliwa kupewa bond.
So akasimamiwa na semeji wake. Kuna semeji yake amemshughulikia sana, akatoa pay slip yake. Isaka akatoka. Sasa Isaka akaanza tena kesi upya. Mnielewa vizuri. Isaka alikuwa na lawyer, lakini walifika mahali wakasema lawyer afanyi kazi mzuri, wakamtoa. So Isaka akaanza kufanya kesi kama yeye, kulingana vile alikuwa advised, na mnanielewa hiyo, siwezi sema. So kukuja pole imefika sasa this year. Unaona ile kesi imesukuma sasa, ameendelea kuisukuma mpaka mwaka huu. Hiyo kesi ikafika mahali sasa tukaanza kuifuatilia, tukawa serious. Kuifuatilia tukaona kesi imekuwa rahisi. Kulingana na testimony ya msichana, ile ushuhuda imetolewa, kesi ikaonekana imekuwa rahisi sana. Ipoonekana ikiwa rahisi, kulingana na ile wenye walikuwa na kesi, na maanisha including prosecutor, akatwambia kitu ni rahisi, hii leo inatupwa. So tukatwara wasema likolinga hii kesi inaisha hii. So baba yake wakawa wameshughulika, lakini sana semeji yake, semeji ya Isaka kushughulika na yeye, kushughulika. Hii mambo sasa ikawa ni kama inaisha. Kumbuka kwamba kesi ya Isaka haijafanywa na magistrate mmoja. Kuna mwenye alikuwa wa kesi wa kwanza huyo ndiye angeimaliza. Kwa bahati mbaya akapigwa transfer. So magistrate mwingine akaishika. Huyu magistrate mwenye alishika akawa so strict. Alafu akawa ni, mnaelewa vile na maanisha. So aliposhika hii kesi akaisuguma, ikafika sasa Isaka tena. Sasa leo tunaona kesi inaisha, Isaka akaitwa aende kotini. Sasa yenye tulifikiria siku hiyo ndio ya mwisho. Kufika pale akanyang'anywa bond. Akaambiwa sasa itabidi ukae ndani, watume mtu aende kuchunguza kutoka kwa Isaka kwamba amewahi fanya makosa kwingine. Mwenyako kwa makosa ande. Mnaelewa. So tukasema ukiona wametuma mtu, inaonekana no evidence haijatosha, so wanaenda kuangalia, waenda kuchunguza, wajue, ili wajue huyu mtu mwenye ni criminal. Wewe vile mnaelewa. Tukaambiwa hapana, ule mtu mwenye anaenda kuchunguza morole rende gomo igwete ntominete morole igo, yani momo ekende alu ikiripoti ingia. Ule jamaa kaenda akaandika ripoti mzuri. Huyu jamaa hajawahi fanya makosa, huyu jamaa hajawahi ana story mbaya kwa kijiji, akarudisha ripoti. Tukasema amina. Hii sasa magistrate anatupa hiyo case. Ikafika judgment day, because alipewa 21 days. Isaka akakaa ndani for 21 days kiwa prison. Asa akaletwa kotini. Akaletwa kotini, kawa sasa ni judgment day. Everybody was shocked. Yule magistrate akasema, nimekuhurumia. Hiyo ni nini ningekuwa nayo hapa, nimekuwa nayo ningeiweka, lakini ni privacy ya mtu. Kuna vitu zingine siwezi expose hapa. Mnaelewa, kuna mambo mengine siwezi weka na siwezi ongea, ama kuna documents zingine siwezi wapea hapa. Na mnajua hii ni case kinaendelea. Na mnajua sheria hufai kuongelelea kesi yenye inaendelea. Mnajua hivyo. So hata hii yenye naongea najaribu kuficha mambo fulani, lakini nielimishe watu waelewe kenye kinaendelea, ili msiwe mnaongea kwa mtandao bila kujua. So mnajua kwamba hii kesi naongea hivi, lakini si vizuri, maana ni kesi kinaendelea, kiko kotini. Sasa jamaa kaambiwa ukitaka kuhurumiwa unaweza hurumiwa tu, kuliko ufungwe 50 years ni kupunguzie miaka. Kama mchezo, Isaka akapigwa miaka 20 kwa jela. So ikawa shock to us. Mke wake akachanganyikiwa, wasasi wakachanganyikiwa, everybody was shocked. Tulifanya aje? Tukaitana tena, nikatengeneza committee. Hii committee nika-include baba yake na semeji yake, na Isaac ako na pastor wake. Narudia tena, Isaac ako na pastor wake, na Isaac ako na kanisa. So kanisa pamoja na pastor
na mimi na watu wengine na familia tukakaa chini. Tukaanza kupiga hesabu vile tunasaidia Isaka. Tukapata kumsaidia lazima tuende kwa kitu kenye kinaitwa Court of Appeal. To appeal ile case. Why? Hebu niwarudishe nyuma. Kesi ya environment ya kuwa na minor si kesi mzuri. Hiyo kesi ya environment, kesi ya rape, kesi ya murder na kesi ya inaitwa robbery with violence, hiyo ni kesi mbaya kabisa. So kesi ya environment number 1, hata ukienda kwa mtu fulani akusaidie, utasikia mtu anakuambia mwenye tunasaidia alifanya makosa gani? Mtoto wa shule. Anasema bwana Otiso, mtu lazima ajue mtoto wa shule ni mtoto wa shule. Unaona, hakuna mtu atataka kukusaidia. Narudia tena na munishike vizuri. Even if you go to an office in this country, uende kuomba msaada kwamba kuna mtu amekamatwa naomba asaidiwe, utasikia wanasema, mtu anakuambia with my respect, I cannot associate myself with somebody who has a case like this, case ya environment. Kwa hivyo mnanielewa. Kwa hivyo watu wengi wale wenye, unajua hii si ugonjwa. Ingekuwa mtu ni mgonjwa, unaweza ambia marafiki wakubwa nisaidie muondonani nyakitari atole. Mtu anaweza toa pesa ende mumsaidie. Unaelewa Ama mtu awe na mgonjwa ama na awe na kitu fulani, anaweza saidiwa. But this case ni case ya environment. Kwa hivyo ofisi mingi mtu anaposikia hivyo anaepa. Hata kuenda kwa appeal, many lawyers wanakataa. Kesi ya environment unasikia anakuambia mimi kesi ya environment ni mbaya, hata ukiappeal so anakupea vitisho fulani ama anakupea repercussions za kuappeal case. Lakini kuna pia lawyers who are professionals. So wao wanakuambia this thing, akiangalia ile report, akiangalia charge sheet, so anaweza kuambia this thing kuna loophole hapa, kuna rahisi hapa, kuna shida. So what I did, I went to a lawyer mwenye niliambiwa kwamba he has an experience of appealing. Najua lawyer wote wako na standard zao. Akaangalia, akaitisha charge sheet, akaangalia, akaniambia tunaweza msaidia. Ikawa Isaac pia pale na yeye anajisuguma, akaappeal, tukaappeal hiyo kesi. Kesi ilipoapiliwa, Isaac amefungwa 2 months ago. Kwa wale watu wameingia saa hii, narudia, si kesi ya saa hii, ni kesi ya 2019. Kwa hivyo wale wenye wanaendelea kujoin saa hii, mtafuata hiyo historia vile nimesema hapo. Is not si story ya kutoka saa hii, ni story ya kutoka 2019. So sasa tukaappeal. Po appeal, lawyer akaitisha pesa zenye siwezi sema, lakini si pesa kidogo. Ile committee yenye tulitengeneza, tukaanza kuchanga pesa. Tukachanga, tukapata pesa za lawyer, hata kama si zote. Tukatoa hizo pesa, tukapea lawyer. Tukapata tena loophole fulani zenye tungetumia. Zilikuwa zinataka pia pesa. Zikatumika, hiyo siwezi kuambia. Lakini pia tukatumia hiyo mbinu, hizo pesa zikatumika mahali. Yani situsaidie mahali. Sasa kwa vile tunaendelea, saa hii all churches wa high court ama wa court of appeal wako likizo. Wanarudigi 8 Januari mwisho ama mwezi wa pili. So kijana amefungwa, tumeappeal, but amwezi fanya case kwa sababu there is no churches. Churches are on a leave, watakuja kwenda Januari ama Februari pale. Wanolende Isaka goikategereime togende court of appeal. Kwa wale watu wenye wanaongea, yes, we can help him. Wakati tutajua
kesi imeenda court of appeal, kama itatajika pesa, sasa nitawaambia, ama mke wa Isaac atawaambia mafamilia yao, tuombe msaada kwenu. Asile pesa zenye zitahitajika, tuleta hizo pesa siweze kusaidia, tumsaidie kijana wetu. Lakini ukweli ni kwamba there is nothing we can do for now, because mtu akisa fungwa, there is no any shortcut. Ile kitu inaweza mfungua ni appeal, na court of appeal saa hii chache za inaarifu watarudi January mwisho ama February. Sasa tukifanya kesi ya court of appeal, sasa ndio tutaomba tena bond. Tukiomba bond, sio ni pesa, because mnaweza omba hata bond ya 2 million ama 1 million. Ni suggestion yangu, I'm not good in cases. So wakati huo ndio tutaomba msaada, tuwaite marafiki hapa, tuseme wacha tusaidie huyu mtoto hivyo na hivyo. Ile committee walijaribu, wakatoa pesa zile zenye waliweza. Baba yake pia naye amejaribu. Nimekuambia kwamba hiyo kesi imewakura. Hiyo kesi imekura baba ya Isaac. At the same time hiyo kesi imewaumiza kama mke na mume. Maana Isaac ako na mke wake, na mke wake ameumia sana. Mke wake ameteseka sana. Imewakura, si kitu yenye imekuwa 1+1. Lakini pia Mungu amewasaidia. Pastor wake pia ameshughulika sana. Pastor wa Isaac, na pia kanisa mahali penye Isaac anaenda. So pia kanisa imeshughulika sana. Kuna hata pesa zingine kanisa ilikuwa imetoa. Kuna pesa zingine pastor wake alikuwa ametoa. So tumekuwa pia na hiyo committee ya kanisa na watu wengine. So hatukutulia, tunaendelea. Ni vile hii ni maneno ya court. Hauwezi enda in that your speed. Ina process zake. So for now kijana yuko ndani, tunaendelea kushughulika hiyo maneno ya appeal. Lawyers wanaendelea kazi yao. Siku yenye kesi itafunguliwa ni wakati yenye kijana churches watafunguliwa. Church wakifunguliwa, ama kesi, yani chichachi chiko irane meremo, wakirudi kazi, basi kesi itaanza. Na hapo ndio tutaweza pata loophole ya kuweza kumsaidia Isaac. Mwisho nikimalizia, nilikuwa nataka kuambia, kuna watu you are professionals kwa maneno ya mtandao. Mimi Otiso sipendagi kwa mtandao. Nikiwa kwa mtandao maybe ni post crusade ama ni post vitu zingine. Lakini nyinyi mumeenda, mnaongea vile mnaongea, mnalaani, mnatusi. Mimi ningependa kusema wote wenye wanafanya hivi, kama on my behalf, na wasamea. Na wale wenye wanaongea wakilaani, maybe wakikecheli, ni God forgive you. Na Mungu atusaidie. Sisi wote ni walegevu, sisi wote ni watenda dhambi. Ni neema ya Mungu tu inatutosha. Kuliko ulaani familia, waombee. Kuliko ulaani Isaka, muombee. Kuliko ulaani Isaka ni baba ya mtu na ni mume wa mtu. Usilaani, tuombe. Ni familia ndogo. Hii kesi si ya sai, ni kesi ya 2019 wakati kijana alikuwa mtoto, alikuwa mdogo. Let us help this family for prayers. Na kama hutuwezi saidia kitu yoyote, waachane tu, Mungu atawapigania na atawasaidia. On my behalf, wasaidi yangu, na waombea, na wapenda my fans, na wapenda rafiki zangu. Mungu awabariki sana. Kuna watu wenye wako TikTok, wenye wanaongea, wale watu wa TikTok na waombea, na wabariki pia. Asante. Kama wewe uko na profession yako, maybe wewe unajua kuongea, kutusi, wewe unajua kulaani, I'm sorry, I cannot respond to you. But God who is in heaven, mwenye anaishi, mwenye namtumikia, atakujibu kwa wakati wako. Now you have time to abuse, to accuse. Uko na hiyo uhuru, sawa. Lakini na wewe siku yako itafika. Mungu atakuhukumu. Hata kabla yake kukuja, Mungu atakuhukumu bado kwa wakati huu wako. Kile kenye utapanda, unafuna. Leo unatusi Isaka ama unanitusi kwa mtandao, kesho yako itakuja. Sijui utaiando aje, maana yako itakuwa nzito. Wale watu wetu wa TikTok mimi nawapenda. Lakini kuna unapoongea, kumbuka kuna wenye walikuwa pia hapa TikTok ama hapa FP, walikuwa wanajua kuongea sana, wanajua kuandika vizuri, wanajua kuongea sana.
but wengi hawako sahi. Wengine wamekufa, wengine wametoka kwa mitandao, na wengine wamefungwa. Sisemi hiyo ikufanyikie, lakini nasema tafadhali usiumize mtu mwenye atakukosea. Usitusi mtu mwenye atakukosea. Usilaani mtu mwenye atakukosea. Mtu wangu, bantu ba mintu komoranje. Tiga kurama umuntu atarakurama. Tiga kugosera umuntu atarakugosera. Tiga guita umuntu ata tusabirane twamaya ngana egento nabage konyorunde bwensi. So Mungu awabariki na waombea. Nimeona niweke live leo ili msishangae mbona utisajaongelea jambo hili na huyu kijana ni wake. Nishawaambia ukweli ndio huo. And if you want more information, you can call me. My number is there. You can call me anytime tuweze kuongea, ama you can text me, na Mungu akubariki. Asante sana. Nataka kuombea kabla tuendi hii. Baba, kwa jina la Yesu naombea watu wangu hawa, my fans wote ambao wamekuwa wakinisikiza, na watu wetu wote wa Kisii na Kenya, waneemeshe na kuwabariki na kufunika kwa damu yako Yesu, uwatetee. Asante hata kwa sababu ya Isaka kula aliko, Bwana msaidie, maana watu wengi wamekuwa na ila hacha ya kumsaidia. Bwana nawaombea uwabariki. Bwana kuwe na urahisi, kuwe na njia ya huyu ndugu kusaidika, na sifa na utukufu sikurudie. Wabariki wote na umfariji kula aliko, chunga familia yake na mtoto wake na mke wake, wabarikiwe na waneemeshwe Bwana. Asante kwa sababu hawa wote ambao wanamuombea, hawa wote wenye wanamtakia mazuri, Mungu wa neema pia wao wapate watu watakia mazuri. Huyu anayefanya mazuri kwa sababu ya Isaka, Mungu nao mtengenezee mtu atakayemfanyia mazuri kwa wakati wake, kwa jina la Yesu. Nakemea kila pepo na roho zote za kishetani, na roho ya vita, na roho ya vitina, na ikataa kwa jina la Yesu. Wapate neema na wabarikiwe wote, na waimbaji wote wabarikiwe, waimbaji wote wapate neema. Mungu tusaidie tu, utusamee tu na kutushika mkono Bwana, maana wewe ni Mungu unayetupenda na uliye na mpango mzuri na sisi. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo ninaomba na hata kushukuru. Amen. My fans, thank you. May God bless you. Tumuombe. If you have any question, ask me. Information yangu ziko hapo kwa FP. Subscribe maybe hapo, nifuate kwa page yangu, nifuate kwa FP, na utakuwa unabarikiwa. Na asante sana tunapoendelea kumwombea Isaka. Hii wiki tutakuwa kule Nyamira kuanzia Thursday, tutakuwa kule Kerenda, na next week pale tutakuwa Nyamira. Na Mungu awabariki sana. Tuonane tena. May God bless you. Asante. Napoend hii life, Mungu awabariki sana. Thank you and may God bless you. Nawapenda sana. Buya mwana Nyasaye sisi.